lina kichwa cha somo kinachosema chukua kwa nguvu. Chukua kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajiuliza kuchukua kwa nguvu ni aje, lakini Roho yupo mahali hapa kuhakikisha kwamba anakupa mbinu ya kuchukua kwa nguvu. Amen. Amen. Amina. Maelezo ya mwanzo yanasema kwenye huu ufalme wa Mungu kuna wakati unapaswa kuchukua kilicho cha kwako kwa nguvu. Kuna wakati kwenye huu ufalme wa Mungu unapaswa kuchukua kwa nguvu. Na kwenye ufalme wa Mungu kuna wakati unapewa unachodai kwa nguvu. Sema kwa nguvu. Kwa nguvu. Amen. Huwezi kudai kama hujui haki yako. Amen. Unapozijua haki zako ndipo unapoingia kwenye kudai. Na kwenye kudai ndipo ambapo Roho Mtakatifu anakuletea mbinu tofauti za kudai. Si kwamba unaenda kwa ghadhabu mbele za Mungu, si kwamba unaenda kwa hasira, si kwamba unaenda kwa nini kwamba basi amesema anapaswa kwamba unaenda hivyo. Bali Roho Mtakatifu ana namna na mbinu ya kukupa ya wewe kuweza kuchukua iliyo haki yako kwa nguvu. Amen. Unatakiwa uzijue haki zako ni zipi. Tufungue Mathayo 11 mstari wa 12. Naomba atakayefika asome. Mathayo 11 mstari wa 12. Amen. Mathayo 11 mstari wa 12 naye anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shika sana neno hata sasa. Amen. Shika sana hata sasa. Ukishika hata sasa itakusaidia kujua kwamba si nyakati za Yohana tu. Ni kwamba hata sasa wenye nguvu ndio wanaomteka. Sema mimi ni miongoni mwa wenye nguvu. Sema kwa ujasiri, mimi ni miongoni mwa wenye nguvu. Amen. Na ukiamini kwanza leo utajua namna ambavyo unaenda kuuteka ufalme kwa nguvu. Amen. Kwa sababu unachukua afya yako kwa nguvu. Unachukua kila unachokihitaji. Unapokuwa mwana wa Mungu unachukua kwa nguvu. Kwa sababu tumeambiwa ufalme unatekwa kwa nguvu. Ina maana hata ili safari yako ya mbinguni itimie, ufike salama, inahitaji nguvu. Sema amen. Inahitaji nguvu. Usipokuwa na nguvu utaishia njiani, mpendwa. Inahitaji nguvu kwa sababu kuna vitu utakavyokutana navyo kwenye hiyo safari yako uliyoamua. Kuna vitu utakutana navyo kwenye safari yako ya kusaka mafanikio. Kuna vitu utakutana navyo kwenye safari yako ya kutafuta majibu ya mahitaji yako. Huenda ikawa ni changamoto ya afya. Kitu chochote ambacho kimekusonga kwa wakati mrefu kinahitaji nguvu. Vizuizi utakutana navyo. Vile vizuizi vinaitaka nguvu. Amen. Usipochukua kwa nguvu, unaweza ukabaki na ugonjwa wako au ukabaki na changamoto yako ili hali ulipaswa uwe umeshatoka kwenye hiyo changamoto. Amen. Unaweza ukakaa kwenye jambo kwa muda mrefu sana, lakini hukupaswa kukaa pale kwa wakati ule. Inawezekana wakati ambao ulitakiwa ukae miezi 6 tu, kwa kukosa nguvu umekaa miaka 2. Bwana Yesu atusaidie. Sasa unapaswa ujue haki yako na unapaswa ujue namna ya kuchukua kwa nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Tunachukua mafanikio kwa nguvu. Usipotumia nguvu utabaki ukiwa na uchumi mbaya wakati ulipaswa uwe umeshainuliwa. Lakini kwa nini unabaki pale? Ni kwa sababu ya kukosa nguvu. Amen. Nguvu tutaenda kuzijua tu. Wewe nisikilize tu. Ukiona kuna kitu kwa ajili yako, hakikisha kwamba unakidaka, unakichukua, kinakuwa cha kwako, kwa sababu huu ni wakati wingu la Kristo lipo kuachilia mpenyo wa wewe kutoka. Amen. Mungu yupo kuhakikisha kwamba unapata njia ya wewe kutoka mahali hapo, unapata nguvu itakayokuwezesha wewe kutoka mahali ulipokwama. Amen. Ukikaa tu ukasema mapenzi ya Mungu yatimizwe, utasema mapenzi ya Mungu yatimizwe mahali ambapo hapakupaswa wewe kusema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Amen.
unaweza ukasema kwamba ni Mungu ameruhusu nipitie hili, kwa sababu pia ni kauli ya kuonyesha kwamba upo kiroho zaidi. Ukakaa pale sasa ukasema Mungu ameruhusu nipitie hili, kumbe hapana, ni nguvu umekosa. Unaweza ukabaki kwenye viwango ambavyo si vya kwako, unaishia tu kuambiwa na watu, hivi unajua wewe ukutakiwa kuwa hivi unajua wewe haya maisha sio ya kwako, hivi unajua wewe hali hii unayokaa, unajua hii hali sio ya kwako, yaani wewe sio hapa. Kwa hiyo yanabakia tu maneno, na wewe mwenyewe utapokea yale kusema, hakika mimi sio wa kubaki hapa eti, mimi sio wa hivi eti, lakini sasa nitafanyaje? Elimu sina, biashara ngumu. Haukupaswa kubaki hapo, ila kilichokufanya ubaki hapo ni nguvu. Hujawa na nguvu ya kutoka hapo. Amen. Hakikisha unakuwa na nguvu. Kuna wakati mapito yanakuja kwetu, majaribu yanakuja kwetu, tunatakiwa tuyaangalie kwa njia tofauti tofauti. Yaani usijali tu kukaa kwenye jaribu kwa sababu tuliambiwa tutajaribiwa. Majaribu hayana budi kuja. Na magonjwa nayo nipo duniani, kwa hiyo lazima nipitie. Kuna vingine vinakuja kwako si vya kukaa kwako. Kuna vingine vinakuja kwako ili wewe utumie ile nafasi kama mwana wa Mungu, utumie yale maarifa kama mwana wa Mungu uliyeelimika kiroho. Hujaelimika kielimu, uende kawa hujasoma kabisa kama mama Joani hapa, uende ikawa wewe ni bado au umesoma lakini umefeli, lakini kuna elimu ya kiroho iko ndani yako, mwana wa Mungu uliookoka, ambao sasa kupitia ile ndio unatakiwa utumie ili utoke pale. Amen. Sio uendelee kukaa pale useme kwamba dunia ya sasa ndivyo inavyotaka. Yaani dunia sasa, yaani sasa hivi uchumi wa sasa hivi, yaani uchumi wa sasa hivi, yaani uchumi wa sasa hivi unaruhusu kula mara moja tu. Yaani sasa utabaki hapo hapo. Kumbe kuna vitu ambavyo wewe unatakiwa utumie nguvu ili utoke. Vingine tunaishi navyo, havikuwa vije viishi kwetu, havikuwa vya kwetu, vimekuja ili ile nguvu tulionayo itumike. Amen. Ni lazima unapokuwa na kitu kitumike, na ili kitumike lazima kije kitu ambacho kinahitaji ile nguvu. Amen. Kwa hiyo kuna mambo yanakuja kwenye maisha yetu, hayapaswi kukaa kwetu, yanapaswa yapite. Hapa yanapita tu. Sasa yamekuja ili nitumie ile nguvu nilionayo kama mwana wa Mungu, nitumie ile nguvu ambayo mimi niliyemjua Mungu Roho Mtakatifu amenipa maarifa, amenipa ufahamu wa kutoka kwenye lile tatizo. Amen. Si kila tatizo linatoka kwa kukaa kuomba na kufunga. Mtakuwa mjanielewa, lakini mtanielewa. Si kila jambo linakulazimu wewe ukae hapo ugaregare, ufunge 21 ziishe, uje kavu 15 ziishe, uingie sasa unaomba mbinu za miezi mitatu kwa sababu ya lile swala. Si kila jambo ni hivyo. Mengine yanataka nguvu tu, mwana wa Mungu. Amen. Mengine yanataka nguvu tu. Ukishaijua ile nguvu ya wewe kukunasua hapo, inakuwa kazi rahisi wewe kutoka kwenye jambo ambalo pengine kuna waliopita hapo na hawakutoka. Kuna wanaokuangalia mahali hapo, wanakuonea huruma, wanakusikitikia, wanakuhesabia. Hata ukifika kwenye shughuli ambayo tunaweka maono ya miaka 15, wanasema lakini usijui kama atafika, maana hali yake sio nzuri, ana tatizo fulani. Wanaleta jina la ugonjwa ambalo wanajua hilo linaongoza kwa kuua sana, unalo wewe, wanaamini kwamba wewe kwenye hilo utaishi. Lakini wewe kama mwana wa Mungu, ukiwa unaijua nguvu ya kukutoa pale, wewe hautajali wanasemaje, utaitumia ile nguvu. Hautaenda kwa kufunga na kuomba, hautazurura kutafuta manabii, hautahangaika na mafuta yao, hautahangaika na chochote wanasema kimetoka Israeli kina upako, hautashughulishwa na hivyo vitu, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, una nguvu ya Roho Mtakatifu, anakuongoza, alafu umezama kwake, umezijua mbinu za kupangua. Wewe utaenda mbele za Mungu kwa nguvu na utatoka. Tumeona kwamba ufalme wa Mungu hata sasa, ni hata sasa, si kwa kipindi kile tu, ni hata sasa. Na maana kwenye ufalme wa Mungu hatukazani tu kwenda mbinguni, lakini vingine vizuri tusivipate. Kuna midoli tunaihitaji, kuna midoli tunaihitaji. Pamoja na kwamba tuna safari ya kwenda mbinguni, lakini kwenye huu ufalme ipo hiyo midoli, wana wa Mungu. Amen. Kuna mdoli wako unautaka, ule mdoli ili uje unakutaka utumie nguvu. Amen. Kwenye huu ufalme kuna kila tunachohitaji. Amen. Kwenye huu ufalme kuna kila tunachohitaji. Ni namna na mbinu ya kuvifikia vile ambavyo tunavihitaji.
Amen. Tuangalie kitabu cha Marko 5 mstari wa 25 mpaka 30. Marko 5:25 mpaka 30. Aliyepata naomba nisaidie kusoma. Marko 5:25 mpaka 30. Marko 5:25 mpaka 30, naye nasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. 30. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukileta ustaarabu sana kwenye huu ufalme utakosa haki yako. Ukileta ubrazamen sana utakosa haki yako. Ukileta usistadu sana utakosa haki yako. Ukiendekeza sana cheo chako na elimu yako ya hapa duniani utakosa haki yako. Tunamwona huyu mwanamke hakujali. Huyu mwanamke hakujali kwamba mimi ni mwanamke tena niliye dhaifu sana. Mimi ni mwanamke ambaye nimeumwa kwa muda mrefu sana. Mimi ni mwanamke ambaye hata damu imeisha mwilini kwa sababu ya hili tatizo. Mimi ni mwanamke, nitapenyaje hapa? Mimi ni mwanamke, nitawezaje kupangua hau umati wa watu? Mimi ni mtu dhaifu, nitatokaje hapa? Huyu mwanamke alijua kwamba anatakiwa kupokea uponyaji wake kwa nguvu. Amen. Amen. Alijua kabisa kwamba hapa, ili nitoke kwenye hili tatizo, ninapaswa kutumia nguvu. Hakujua kwamba, hakutaka iwe kwamba tatizo langu mimi ni la muda mrefu, basi Yesu mwenyewe, yeye si Mungu, na aone tu kutoka ndani, anione kwamba niko hapa, mimi siwezi, mimi ni dhaifu sana. Huyu mwanamke hakutaka kuhesabu hayo mambo. Alijua kabisa kwamba kwenye hii fursa ninatakiwa kuchukua uponyaji wangu kwa nguvu. Aliijua nguvu. Hakukaa na kulalamika, hakukaa na kuendelea kuomboleza, hakukaa na kuendelea kunungunika, wala hakuangalia mazingira yanasemaje, hakusema ule umati wa watu utamzuia kitu gani. Yeye alichoamini ni kwamba hivi, muda wangu wa kuchukua kwa nguvu ndio huu. Amen. Na nguvu ninayopaswa kuitumia ndio hii. Nitaenda, nitajipenyeza. Haijalishi kwenye kujipenyeza kutakuwaje, nitajipenyeza. Ni kwa nini huyu mwanamke alijua hivi? Alijua kwamba haya ni majira ya kuchukua kwa nguvu. Amen. Alijua kabisa kwamba huu muda nisiupoteze kuendelea kulalamika. Huu muda nisiupoteze kuendelea kunung'unika. Huu muda nisiupoteze kuendelea kulaumu. Nisipoteze huu muda kuendelea kuongea mambo mengi ambayo nimeshapitia. Nisipoteze huu muda kujielezea hata kwa hao watu waliomzunguka Yesu. Nisijielezee. Huu ni muda wa mimi kuchukua kwa nguvu. Akaona liwalo na liwe, mimi ninapita katikati yao, na nikifika pale ninapokea uponyaji wangu. Mwanamke alitumia nguvu. Amen. Haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kazi rahisi. Ila kilichomsaidia ni alijua kwamba haya ni majira ya kuchukua kwa nguvu. Alijua kabisa uponyaji wangu sasa hivi mimi hauji kwa kulalamika. Na kama angeendelea kulalamika, watu waliokuwa na mahitaji kama yeye walikuwa ni wengi sana. Watu ambao walitaka kumwona Yesu wasingeisha. Yaani wasingeisha. Muda wa Yesu kukaa pale ungepita, wale watu wangeendelea kuwepo. Yeye akasoma alama za nyakati, akaona huu ni wakati wa kuchukua kwa nguvu. Wacha niende kwa nguvu. Najua haiwezekani. Mazingira yanasema vitu vingine. Hali ya hewa inasema vitu vingine. Namna na muonekano wangu unasema kitu kingine. Elimu yangu inasema kitu kingine. Lakini nina Yesu. Ninajua majira ya kuchukua kwa nguvu. Ninaelewa nyakati zinazonitaka nichukue kwa nguvu. Mimi nimeelimika kiroho. Naweza nikawa sijaelimika kielimu. Naweza nikawa sina hata uchumi mzuri. Naweza nikawa sina sifa yoyote. Lakini kwa sababu najua majira ya kuchukua kwa nguvu, wale walioniona sifai watashangaa. Wale walioona mimi ni mwisho
Elisha, maana hakuna kitu kingetokea kwake ili sisi tuhadisiwe. Lakini alipojua kwamba ni wakati wa kuchukua nguvu, tunaiona hii nguvu. Hii nguvu tunaiona kwa sababu gani? Huyu mwanamke hakuwa pale jirani na Yesu, hakuwa pale karibu. Alichoamini ni kimoja tu, natakiwa nitumie nguvu nifike pale alipo, niguse. Sasa nguvu imekuja pale ambapo yeye amechukua ile hatua ngumu. Piga picha ya haraka haraka kwamba ule umati ulikuwa unamzunguka Yesu ulikuwa mkubwa kiasi gani. Alikuwa anaandamwa na watu wengi. Kila mtu alikuwa anakuja na tatizo lake. Wengine walikuwa wanakuja kushangaa. Kwa hiyo inawezekana washangaaji walikuwa ni wengi, lakini wale walio na matatizo kila mmoja alikuwa anatafuta namna ya kutatua tatizo lake. Mmoja ya mwanamke naye akajua namna ya kutatua tatizo lake. Yeye alitumia nguvu kwa sababu alisema, nitafanya nifanyavyo, nitapita nipitavyo. Wewe mtoto wa nia njema, fanya ufanyavyo, fanya kila kinachopaswa, lakini hakikisha unachukua mahitaji yako kwa nguvu. Hakikisha unachukua jawabu la maswali yako kwa nguvu. Haijalishi mazingira yanasemaje, haijalishi hata uchumi wako unasema nini, haijalishi hata watu wamesema nini kuhusu wewe, haijalishi hata ukoo una matatizo ya kurithi kwa kiwango gani. Ila wewe ukitambua tu kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ninatakiwa kuchukua kwa nguvu. Utaujua wakati, utajua majira, kwamba si ya kulalamika, si ya kunung'unika, si ya kuendelea kutafuta mbaya ni nani. Ni majira yangu ya kuchukua kwa nguvu. Utaiona njia yako ya kuchukua kwa nguvu. Utaona ule msongamano ulio mbele yako, kama uliokuwa mbele ya mwanamke, hautakujalisha wewe. Utaangalia nguvu utakayotumia ili upite uchukue hitaji lako kwa Kristo. Sema amen. Amen. Kama uzijui haki zako, huwezi kuzidai. Kwa hiyo kama wewe upo kwa sababu umetakiwa kuwepo, utaendelea kuwepo kwa sababu umetakiwa kuwepo. Lakini kama upo ukitarajia, ukikubali kwamba ufalme yapo majibu yangu, kwenye ufalme kuna kila ninachohitaji, utajua namna ya kwenda kwenye ufalme. Ni lazima. Yaani hakuna atakaye baki. Amen. Hakuna atakaye baki. Hata sisi wenye uchumi, mimi na mama Jaki, uchumi wetu, mafaili yetu bado yako kwenye draw ya Mungu mkono wa kulia. Bado uchumi wetu uko chini. Hatukosi namna ya kuchukua kwa nguvu mbele za Kristo. Amen. Amen. Kwa maana kwamba hivi uchumi wetu wa chini sana hautuzuii sisi kuchukua kwa nguvu. Amen. Amen. Hautuzuii. Ipo namna na sisi kuna nafasi yetu. Tuna ujenzi sasa hivi wa mabati. Hili ni eneo la kuchukua kwa nguvu. Hii ni nafasi yako ya kuchukua kwa nguvu. Mama Jaki, shoga yangu, hatuna hela, lakini tuhakikishe tunaitumia hii nafasi, tunatumia hii fursa, tunachukua kwa nguvu. Tunamwambia Mungu, unatuona, unatufahamu, unatujua kabisa. Hatuna cha kujificha mbele zako. Sina chochote. Hata nikijieleza naweza nikajieleza na mengine nikabakiza. Ila nikikwambia wewe unajua, ni kweli unajua. Lakini na mimi nataka nichukue kwa nguvu. Nataka nichukue kwa nguvu. Ile hatua yako. Hivyo vinavyokuzunguka ni ule msongamano ulikuwa mbele ya yule mwanamke. Hakujali. Hakusema basi ngoja nibaki na hili tatizo nife tu. Hapana. Hakujali kwamba afya yake ni dhaifu. Hapana. Alihakikisha kwamba ninatumia nguvu. Na hakika alitumia nguvu. Hakutaka maneno mengi. Alisema tu nitajipenyeza, nitagusa. Hauna kitu, lakini utafanya kwa sababu unataka kumuona Kristo. Nguvu yako iko wapi? Utasema hivi, mimi 20,000 kweli nitakuwa nimechukua kwa nguvu. Si mzee amesema bahati moja ni 56. Ile kila 10,000 kweli kinatosha. Ni nguvu. Hiyo ni nguvu kwa sababu siyauna. Wewe siyauna. Ile namna unayotumia kusukuma hiyo 10,000 iende, Mungu anaiona, anaihesabu hiyo
Ukisema hakuna fursa, utaendelea kuwepo kwa sababu umeona unatakiwa kuwepo. Amen. Tutakuwepo wote. Tutaendelea kuwepo wote. Alafu wakati ukiona tupo wote, sisi tunachukuaga kwa nguvu. Utatuona tu mara moja tumekupita. Ni kwa sababu gani? Tumejua kwamba haya ni majira ya kuchukua kwa nguvu. Yawezekana kuna ugonjwa unaoujua, alafu unasema aliugwaga nani? Yani kwetu sisi. Yaani kwetu sisi haka ka ugonjwa huwa kanatembea sana. Yaani hata shangazi yangu. Sio shangazi yetu gani, mdogo wangu mimi. Alipata ile tatizo, yani lilimsumbua. Unabaki hapo. Unabaki hapo hapo. Yaani unabaki hapo hapo. Kwa sababu hayakuwa majira ya kulalamika, hayakuwa majira ya kuelezea, hayakuwa majira ya kutukuza tatizo kwenye familia. Yalikuwa ni majira ya wewe kuchukua kwa nguvu. Amen. Yatambue majira ya wewe kuchukua kwa nguvu na uchukue hatua kwa ajili ya kuchukua kwa nguvu. Amen. Marko 2:3-5. Marko 2:3-5. Tasoma Marko 2:3-5, naye inasema, wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaiteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hapa tunaiona nguvu nyingine. Yaani hawa watu walikuwa hawachezei fursa. Yaani hao walikuwa wanasoma alama za nyakati, waenda nazo sawa sawa na zinavyotaka. Wakaona kabisa kwamba sasa hapa tuna mgonjwa. Mgonjwa huyu amepooza. Alafu hapa haya ndio majira. Yaani huu ndio wakati wa kuchukua uponyaji wake. Huu ndio muda wa kuchukua uzima wake. Wakaona hapana, ngoja tutumie nguvu. Sema nguvu. Wakaona ngoja tutumie nguvu. Hivi ukisoma hapo wewe uone vitu vya kukutafakarisha sana. Si unaona vitu vinavyokutafakarisha sana. Yaani kwanza unaona kabisa kwamba hapa kuna vitu hapa, hata kama ningekuwa kiroho kiasi gani, hivi vitu nisingeweza kuvielewa kwa haraka. Mimi nikisoma hapa naona kabisa kwamba hata ningekuwa ni mimi nyakati zile, hata kama ningekuwa na mimi nimeokoka sana, mimi ile akili nisingeipata kwa haraka. Ila walipojua kwamba ni majira ya kuchukua kwa nguvu, waliojua kwamba huu ni wakati wa kuchukua kwa nguvu, wakaitumia nguvu, wakaitumia nguvu, wakaitumia nguvu. Biblia inasema yule aliyekuwa amepooza akawa mzima. Ni kwa sababu alitumia nguvu. Ukiendelea kulalamika, utabaki na ugonjwa. Ukiendelea kunung'unika, utabaki na matatizo yako. Ukiendelea kulalamikia familia, ukiendelea kulalamika kwamba ukusomeshwa, ukiendelea kulalamika kwamba kuna ndugu yako yuko juu hajakutafutia kazi, ukiendelea kulalamikia mazingira na maisha ambayo tayari unaishi humo, ukiendelea kuyalalamikia, utabaki kwenye tatizo lako. Lakini ukitumia nguvu kwa jina la Yesu Kristo, utatoka mahali ulipo. Sema amen. Utatoka mahali ulipo. Waliona kabisa haya mambo hayawezekani kirahisi. Waliona kabisa hali ilivyo, namna hii inavyoonekana, Yesu yupo kule katikati sana, yupo kule ndani. Hakuna namna yote tunaweza tukampitisha huyu mgonjwa hapa, lakini tuna mbinu, kwa sababu tumejua ni majira ya kuchukua kwa nguvu, na hakuna mtu anatakiwa arudi na ugonjwa. Wakapata nguvu. Amen. Haikuwa kazi rahisi. Walienda wakahakikisha wanapata njia ya kumpeleka mgonjwa wao mbele za Yesu. Amen. Fikiria kwa haraka haraka. Hivi wangeweza kusema tu kukaa pale, waseme basi tu itakavyokuwa. Madam tumeshakuja hapa, Yesu ni Mungu, mgonjwa mwenyewe yuko hoi sana, hali yake sio nzuri kabisa. Wacha tu tusubiri. Wacha tu tusubiri. Akitoka pale, tusubiri. Akitoka pale, hapana. Wenye matatizo kama ya kwako ni wengi sana. Amen. Na ndio maana shuhuda zipo ili zitujenge. Na ndio maana Roho Mtakatifu anaachia fundisho kila siku. Naamini kabisa kwa kadri unavyofundishwa, ikiwa umekaa ukatulia, una neno lako moja la kukutoa mahali, una ujumbe wako mmoja wa kukutoa mahali,
alikuwa anatumia nini wakati anamng'ang'ania malaika? Yakobo si alitumia nguvu. Alijua haya ni majira ya kuchukua kwa nguvu. Alijua huu ni wakati wa kuchukua kwa nguvu. Yakobo alimng'ang'ania malaika usiku kucha. Alijua kabisa, hapa nikiendelea kunung'unika, nikaacha malaika akaenda, nikabaki tu na manung'uniko, wakati mwingine hata ya kumlaumu Mungu, yeye anioni, kwani haelewi mimi nimepita mangapi? Kwani yeye Mungu hajui kama mimi nimeokoka? Kwani yeye Mungu hajui kwamba mimi napigwa vita? Kwani yeye Mungu hajui siri hichi na hichi? Utamwelezea Mungu mambo mengi, lakini anakupa mbinu, namna ya kutoka. Roho Mtakatifu anapoachilia fundisho, ni wewe unapewa mbinu ya kutoka mahali ulipo mpendwa. Ni wewe unapewa mbinu ya kuvuka ng'ambo ya pili mpendwa. Unapoona kuna michango, unapoona kuna kazi ya Mungu inahitajika, hiyo ni njia yako ya kutoka mahali ulipo. Hiyo ndio nguvu yako ya kutoka mahali ulipo. Yakobo akaona kabisa, haijalishi kwamba nitakaa bila kula usiku kucha, ila nitatumia nguvu kuhakikisha nang'ang'ania. Hivi Yakobo aling'ang'ania na hakubarikiwa eh? Hivi hakubarikiwa eh? Alibarikiwa. Baraka ya Yakobo ilitokana na nini kuja kwake? Alitumia nguvu kumng'ang'ania malaika. Alitumia nguvu kung'ang'ania. Pale alikuwa atumii wokovu, alikuwa anatumia nguvu kung'ang'ania, mpaka malaika akaona sasa kuna pambazuka, akambariki. Ni ina maana kwamba malaika asingeona kwamba ambariki, yawezekana Yakobo angeendelea kung'ang'ania, kwa sababu alijua kabisa huo ndio muda wa kuchukua kwa nguvu, na nguvu ndio hii. Nitaendelea kung'ang'ania, nitaendelea kung'ang'ania. Sijui wewe umeishiwa nguvu wapi, sijui wewe umepungua nguvu wapi, sijui ni kipi kilikuja kikakukatisha tamaa ya kuendelea kung'ang'ania kwa Kristo, sijui ni kipi kilikuja kikakwambia sasa inatosha, sijui ni kipi kilikwambia kwamba inatosha, sasa nimechangia inatosha, kazi ya Mungu nimejitolea inatosha, utumishi nimeufanya kwa Kristo inatosha. Sijui ni nini kinaondoa nguvu yako, lakini naomba uchukue leo kwa Roho Mtakatifu anakuambia, hakikisha unatumia nguvu, hakikisha unatumia nguvu, hakikisha unatumia nguvu, kwa sababu ni majira ya kutumia nguvu, sio majira ya kulalamika, sio majira ya kunung'unika, sio majira ya kukata tamaa, sio majira ya kuzimia moyo, sio majira ya kuzungumzia hali ya uchumi ilivyo, sio majira ya kuzungumzia dunia ya sasa ilivyo. Ni majira yako mwana wa Mungu kutambua hivi, wale wana dunia, wale wanataja farasi, wale wanataja magari, lakini wewe una jina la Yesu ambalo katika hilo kuna mahitaji yako. Wewe kwenye huu ufalme unachukua kwa nguvu. Amen. Wewe kwenye huu ufalme unachukua kwa nguvu. Hauchukui kwa shortcut, hauchukui kwa namna fulani, hauchukui kwa njia za panya. Wewe unatakiwa utumie nguvu. Kwenye huu ufalme kuna mahitaji yetu yote. Kwenye huu ufalme kuna kila tunachokihitaji, lakini ufalme unachukuliwa kwa nguvu. Amen. Hakikisha unapata hiyo nguvu ili uweze kutoka mahali ulipo. Amen. Yohana 5 mstari wa 2 mpaka wa 7. Yohana 5 mstari wa 2 mpaka 7, naye anasema, huko Yerusalemu kuna mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna watu kati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayachukua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Namba 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliokuwa wanaingia kwenye lile birika maji yakishatibuliwa walikuwa ni wenye nguvu. Amen. Walikuwa wana nguvu. Yaani kuna watu waliojua kwamba hapa ili nipate kile nilichojia hapa inahitajika nguvu. Kwa sababu gani? Wenye mahitaji kama yao ni wengi. Kila aliyekuwa akifika pale alikuwa anatumia nguvu, kwa sababu alikuwa anaangalia kushoto kwake kuna watu wanataka, kulia kuna watu wanataka, mbele kuna watu wanataka, nyuma kuna watu wanataka. Wote wanataka waingie kwenye ile birika, na kila mmoja anataka achukue
mmoja alikaa pale akabakia na ajenda yake tu. Yaani maji anapotibuliwa na hata siwezi kuingia, yaani anakuja mtu mbele yangu na maana tu maana kama ameshaingia huko. Kwa hiyo si kwamba maji hayatibuliwi, ila ni nguvu ya kuingia alikuwa hana. Mimi nikisoma hapa naona kama yani wa mbele na wa nyuma aliachwa ili atusaidie sisi. Yaani wale waliokuwa wakiingia kwanza kwa nguvu wanapokea uponyaji, na huyu aliyekuwa amekaa hapa alafu umri wa mtu mzima amekaa hapo hajawahi kuweza kuingia kwenye lile birika, na yeye ameachwa ili atusaidie sisi. Amen. Ameachwa ili atusaidie sisi, na hao waliokuwa wanaingia birikani kwanza wapo ili watusaidie sisi, kwamba ni lazima tujue majira ya kuchukua kwa nguvu. Ni lazima tujue majira haya hayataki kulalamika. Amen. Sasa tunataka tuangalie mambo muhimu, tuende haraka. Mambo muhimu ili uweze kuchukua kwa nguvu. Mambo muhimu ili uweze kuchukua kwa nguvu. Jambo la kwanza, usisubiri foleni ipungue. Amen. Usisubiri foleni ipungue. Wewe unayemtumikia Mungu kwa njia yoyote, ukiwa na maagano naye na ukiwa unaelewa ni eneo lako la kuchukua kwa nguvu, usiangalie kwamba kuna watu wangapi wanatoa sana. Usiangalie kwamba kuna watu wangapi wanatumika sana. Wewe angalia, ndio nguvu Roho Mtakatifu aliyokupa ya kuchukua kwayo. Hiyo ndio nguvu ya kuchukua hiyo haja yako ya moyo. Ukijua ndio, usisubiri foleni ipungue. Lakini jambo la pili, usisubiri kila kitu kiwe sawa. Usisubiri kila kitu kiwe sawa. Kuna wakati tunataka kumtumikia Mungu, kuna wakati tunataka kufanya jambo kwa ajili ya Mungu, na unasikia kabisa msukumo kutoka ndani wa Roho Mtakatifu akikwambia kabisa kwamba fanya 1 2 3, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, lakini unaanza kusema na mambo yamenibana kidogo, hebu moja kwanza nifanye hivi, afu tumesema hii basi ya mambo yatakaa sawa, mambo yatakaa sasa. Sasa nitaweza, sasa nitachangia. Kuna mkutano wa Injili. Sasa nina mambo kidogo nini, ngoja kwanza mambo yakae sawa. Usisubiri mambo yakae sawa, usisubiri kila kitu kikae sawa. Lakini jambo la tatu, usisubiri mazingira yawe sawa. Mazingira nayo huwa yana mahubiri yake. Amen. Mazingira huwa yana mahubiri yake. Usiyasubiri mazingira yawe sawa, kwa sababu ukisema unasubiria mazingira yawe sawa, muda wako na wewe kuchukua kwa nguvu kwenye hilo eneo lililokuja kwako kwa wakati wao utakuwa umepita. Kwa hiyo sasa itakulazimu uanze kutembelea manunguniko na historia za nyuma, malalamiko, maana hautakosa. Yaani lazima tu kuna vitu tu vitakuja ili vikuonyeshe kwamba hivyo ndo sababu. Kumbe hivyo sio sababu, wewe ndo sababu. Ukujua majira yako kwamba ni ya kuchukua kwa nguvu. Amen. Jambo la 4, usisubiri huruma za watu. Usisubiri watu wakuonee huruma. Usisubiri kuonewa huruma. Amen. Usisubiri watu wakuhurumie, kwa sababu unaweza ukasubiri watu wakuhurumia alafu wasitokee wakukuhurumia, au wakitokea wakukuhurumia wanakuambia tu pole mpendwa, bado Yesu anaweza, mpendwa. Sasa wewe unataka kuhurumiwa ili utoke, kumbe hautakiwi kutoka hapo kwa njia hiyo, unatakiwa utoke kwa nguvu. Ukisema unasubiri huruma za watu, zinakuja sasa za aina hiyo, tunakuombea. Unajua kuomba sio kazi. Kuomba sio kazi ngumu tu unapokuja na tatizo lako. Kumbe sio kazi ngumu, kwa sababu jukumu langu ni kuomba na la kutenda ni la Yesu. Kwa hiyo hakuna shida. Utapiga mkono wako hivi, utapiga upako, kisha utaenda. Lakini sio majira ya kuchukua kwa staili hiyo. Sio majira hayo, ulipaswa kuchukua kwa nguvu. Hakuna huruma ya mtu itakao kutoa wewe kwenye eneo ambalo ulitakiwa utoke kwa nguvu. Hakuna yeyote atakaye kuhurumia utoke kwenye eneo ambalo Mungu alitaka wewe utoke kwa nguvu. Kwa hiyo usijiweke mkao kusubiri huruma ya mtu kwamba watanihurumia. Mimi kwa kweli sijani. Mimi
anajua zinakuwa zote, yani zote, sio hasara yake. Utakuja mbele yake kweli, utamwambia mimi sina, atakwambia basi ubarikiwe, ubarikiwe, atakwambia basi omba, basi ombea. Hayakuwa majira hayo, yalikuwa majira ya wewe kuchukua kwa nguvu. Ile huruma ya mchungaji haitabadilisha kile ambacho ulitakiwa ufanye ili utoke pale. Amen. Yule mgonjwa pale, isingekuwa ni wakati wa Yesu kuwepo duniani, akafika pale akapata ile huruma, angeendelea kubaki pale pale. Kwani kanuni ya pale ilikuwa inasema mtu anapokea uponyaji wake kwa huruma? Kanuni ya pale ilikuwa maji yanapotibuliwa, mtu na nguvu zake anazama, anachukua uponyaji wake. Sasa wewe utataka kuonewa huruma. Jamani, sasa ukionewa huruma, wakati Yesu anatembea hivi. Alafu sasa yani huyu yeye aliwekwa hapa akakaa akiba ili katusaidie sisi. Ili katusaidie sisi kwamba hivi inapokuwa ni wakati wa kuchukua kwa nguvu, hakikisha unachukua kwa nguvu. Hizi huruma zilitokea tu kwa ajili ya Yesu. Sasa wewe hapo mahali ulipo, hebu amua tu kwa nguvu hiyo hiyo ulionayo, maana hakuna aliye bure. Wewe ni mwana wa Mungu. Sio kwamba hauna mbinu kabisa, sio kwamba hauna njia kabisa. Itumie hiyo njia, tumia hicho. Roho Mtakatifu anasema ndani yako, fanya hicho, maana kwa hicho unapokea. Hicho ndio nguvu yako, hiyo hatua ndio nguvu yako, hiyo huduma ndio nguvu yako. Kiwango hicho unachomtolea Mungu kwa kupenda, hicho ndio nguvu yako ya kutoa, ndio nguvu yako ya kupokea, ndio nguvu yako ya kutoka mahali ulipo. Amen. Amen. Na ili uweze kuyafanya hayo yote, ni lazima uwe hodari. Lazima uwe hodari ili uchukue kwa nguvu. Ili uchukue kwa nguvu lazima uwe hodari. Kuchukua kwa nguvu si hivyo hivyo tu. Si hivyo hivyo tu. Ni lazima uwe hodari. Lakini pia lazima uvae silaha. Ni lazima uvae silaha. Lakini usiende kizembe. Fungua Luka 11. Luka 11 mstari wa 21 hadi 22. Luka 11 naye anasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshika, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akitegemea na kuyagawanya mateka yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapo kwamba nguvu inahitajika. Hii haijatoka kwenye gazeti la Nipashe au vitabu vya story, ni kwenye Biblia. Kwamba uwe na nguvu. Mwenye nguvu anapokuja, sasa wewe ndio mwenye nguvu. Ili kuweza kupata hivi vitu vyako, ili uweze uchukue, ni lazima uwe na nguvu. Amen. Unavichukua vitu vyako kwa nguvu. Yawezekana vimeshikiliwa na adui. Shetani ameshikilia. Kuna mahali amezuia. Sio kwamba Yesu aone kwamba vimezuiliwa vya kwako, ila anataka utumie nguvu ili uvichukue, uvimiliki. Haiwezi kuwa kazi rahisi. Maana hata yeye alipokuja kutuokoa, haikuwa kazi rahisi. Wote tunaelewa yaliyomkuta. Wote tunaelewa alivyodhalilishwa, alivyoaibika, alivyotendewa isivyo sahihi. Lengo lake ilikuwa ni sisi tupatikane. Kwa hiyo na yeye alitumia nguvu kutupata sisi, alitumia nguvu. Lazima na wewe utumie nguvu kupata unachotaka. Yesu alitutaka sisi, Mungu alitutaka sisi. Akaona kabisa kuwataka hawa watu, hivi ni vitu vya thamani kwangu. Hawa watu ni wa thamani kwangu. Hawa watu ni wa thamani kwangu. Sasa ili wawe wangu, si kazi rahisi. Nitamtoa mwanangu wa pekee akawachukue, au wawe wa kwangu. Yaani kupitia yeye wawe wangu, wanitambue mimi ni baba. Haikuwa kazi rahisi. Alitumia na yeye nguvu, aliingia gharama. Sasa wewe ni nani unataka upate kuendesha na kagari tu kwa urahisi rahisi? Hatuchukui hivyo. Tunachukua kwa nguvu. Haiwezekani ukastawi vizuri. Ndio maana tunasemaga ukiona mtu aliyefanikiwa, jua historia yake. Jua historia yake.
zero kabisa, sio za kutoka kwenye familia nzuri. Maana ukitoka familia nzuri si itakusupport ili na wewe mzuri. Sasa kuna watu ambao wametoka chini kabisa kwenye sifuri, alafu wakamiliki hivyo vitu. Kwa hiyo kuna sehemu walitumia nguvu, haikuja tu hapana, kuna nguvu ilitumika. Amen. Kwa hiyo ni lazima tukubali kwamba kuna maeneo tunapaswa kutumia nguvu ili tumiliki vilivyo vya kwetu. Efeso 6:10-13. Efeso 6:10-13. Efeso 6:10-13. Naye nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zinahitajika kwenye huu ufalme. Tuna survive kwa nguvu, sio tambarare, huku sio tambarare. Asubuhi tulikuwa tunaangalia kwenye darasa la wanafunzi, tulikuwa tunaona namna ambavyo Paulo alikuwa anatumika kwenye mazingira magumu sana, kwenye hali ngumu sana zilizokuwa zikimkuta yeye. Kwa maana hiyo ni kwamba hivi kwenye huu ufalme sio mambo rahisi, sio mambo mepesi. Tunatakiwa tuvae silaha. Fungua Ufunuo wa Yohana 21:27. Ufunuo wa Yohana 21:27. Nitasoma. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Pointi yangu mimi iko hapa ya kwamba hivi hakitaingia kilicho kinyonge. Ufalme hauna siti za wanyonge. Kwa kama kuna mahali umekaa ukasema nitatembelea huu unyonge wangu, maana mimi mazingira hayaniruhusu, mimi hali yangu hainiruhusu, yaani mimi ndio hivi, yaani hata bibi yangu alifanya hivi, yule bibi niliyetajwa naye. Wale watu wa kaskazini wanajua kwamba tukizaliwaga tu tuna mtu unasikia anaambia huyu ni wajina na mama yake hivi, yani ndio. Sasa wewe utakaa hapo ukitembelea kwenye unyonge unasema hivi, mimi kule kwetu mimi, yani mimi ni wa hivi, hata mamangu alisemaga, mimi hata babangu, yani hata bibi yangu mzaa baba, mimi alisemaga. Kwa hiyo unakaa kwenye sehemu moja hivi ukifikiri kwenye ufalme wa Mungu unataka vitu vinyonge. Hamna siti yako mpendwa. Wewe ukiendekeza unyonge utakuwepo kwa sababu umetaka kuwepo, lakini kuna vitu hautanufaika navyo. Kuna vitu vitakupita kando. Kuna vitu utakuwa unaviangalia kwa wengine, haitakuwepo share yako kwa sababu wewe unaishi kwenye unyonge. Kataa unyonge kwa jina la Yesu. Maana ufalme wa Mungu hauna siti ya watu wanyonge. Amen. Kama upo kwenye safari ya kwenda mbinguni na kakibandiko kako ka unyonge, hakikisha unakadiliti, hakikisha unakachoma moto, kwa sababu katakuzuia. Alafu hata kama kakiondoka kule hakuna siti ya mnyonge, ukasema natoa hii kwa nje, ila ndani wewe unatembelea unyonge, utafika ukute kule level city. Ndipo utakapotambua kwamba kumbe huku hamna nafasi ya watu kama mimi. Roho Mtakatifu anasema asubuhi ya leo, kubali mpendo kubadilika, kubali kuelewa kwamba hivi kwenye ufalme tunatakiwa tutumie nguvu. Hapo ulipo, hali hiyo ulionayo, hicho ulichonacho, Yesu anataka utumie nguvu ili akupeleke mahali pengine. Hawezi kupeleka mahali pengine kama hujatumia nguvu, ili hali Roho Mtakatifu amekuonyesha eneo unalotakiwa
kwenye eneo lako kwa nguvu, alafu ufaidi kwenye huu ufalme. Amen. Kubali kutumia nguvu. Kubali kutumia nguvu. Fungue Yoeli 3:10. Yoeli 3:10. Aliyepata namba nisaidie kusoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uliye dhaifu sema wewe ni hodari. Usitembelee kwenye udhaifu. Usiupe cheo udhaifu. Usiutukuze udhaifu. Usitukuze hali yako inayoonekana mbaya. Usiipe heshima. Huo udhaifu wako usiupe heshima. Hayo mazingira yanayokuzuia usiyape heshima, usiyatukuze. Hata kama yana muda gani kwako, wewe endelea kusema wewe ni hodari, endelea kusema wewe ni mwenye nguvu. Usiyape heshima, usiyainue. Unajua kuna wakati tunavitukuza vitu vilivyomo kwetu, wakati ni adui amevileta ili aangalie hivi, je, tunazitambua haki zetu? Hivi, je, tunaelewa namna ya kutoka? Hivi, je, tuna nguvu ya kutoka mahali hapa? Kwa hiyo adui akileta, akikukuta hauna nguvu ya kutoka hapo, anakaa humo na wewe bila kuelewa kwamba wewe unatakiwa useme ni hodari. Unabaki kusema hayo matatizo yako, unabaki kuelezea ugonjwa wako, unabaki kuelezea uchumi wako mgumu, unabaki kuelezea hali ngumu zinazokuzunguka, unabaki kuyaelezea mazingira yanayokutuhumu na kukunyima kwenda mbele, unabaki kuyaelezea hayo. Yanapata sifa, yanaenea zaidi, yani yanajiongeza, maana yamepewa nafasi. Yani umeyatambua, yani yamekuja na wewe umeyatambua. Hujasema kwamba mimi ni mzima, hujasema kwamba mimi ni mshindi, hujasema kwamba mimi ni wa kufanikiwa. Yani wewe umekubali, sisi ni hivi hivi, yani mimi nitakuwa wa hivi hivi. Ni mwaka wangapi huu nikipambana, nimefanya hichi, nimefanya na kile, yani itakuwa mimi ni wa hivi hivi. Kimetafuta nafasi ndani yako mpendwa, ulipokiheshimisha ukakipa sifa, yani unakitambulisha kila eneo. Ukifika mahali unakitambulisha, yani unakielezea, mimi jamani ni hivi, yani mimi kwa kweli siwezi kwa sababu mimi nina hali ngumu ya maisha. Yani mimi kwa kweli siwezi kwa sababu hata jana nimelala njaa kwa kukosa chakula. Hivi nyie si mmekula? Yani mimi jana kwa kweli nilikuwa na hali ngumu. Yani juzi kote wiki hiyo yani sijapata hata hela kula. Yani sasa hivi jamani, yani kwa kweli maisha kwangu ni magumu sana. Kwa hiyo ina maana ile hali ngumu ilikuja kwako, umeitukuza, umeipa heshima, umeipa siti, umeiandalia chumba, umeiwekea kitanda na godoro zuri, inalala pale inapumzika. Kwa hiyo inaishi kwako. Kumbe neno alituambia hivyo. Linasema aliye dhaifu na aseme yeye ni hodari. Amen. Mimi nakumbuka mwanangu mkubwa alipoenda form 5, kuna fomu ambayo kuna fomu ambayo inatakiwa ipite kwa daktari ili kama ana changamoto yoyote daktari awe ameandika pale. Sasa yeye alikuwa na changamoto ya kifua. Kuna wakati kifua kikimbana sana, ni lazima achume sindano za Masai, atachuma kama ni 3 kama ni 4 ndio anakaa vizuri. Yani akienda shuleni, yani akikimbia au akicheza mpira, yani hata yeye asiponiambia mimi najua, kwa sababu atakapokuja hawezi kuema, hawezi kufanya chochote, yani mpaka mtafutie mahali pa kukaa penye hewa, mpe na maji ya vuguvugu, mpepe, apate muda wa utulivu. Sasa ndio nakuongea anaweza. Sasa alipotakiwa kwenda advance, anaenda mbali, alafu anaenda Kilimanjaro. Nikapiga hesabu kule kwa kweli kule jamani, kule kuna baridi. Hivi changamoto ya huyu mtoto jamani, kule ataishi jamani. Hivi kweli jamani, mambo yakawa ni mengi. Sasa lakini siku nafunga pale kwa daktari. Sasa mimi nitaenda kule kwa daktari. Nimwambie daktari, hakikisha unaweka sahihi kwamba mtoto ana shida. Hakikisha kabisa kwamba ili huyu akienda huko wamjali, wamwekee mazingira mazuri ambayo atamsaidia yeye, hii changamoto kwake isijitokeze. Kwamba atakiwa kufanya hivi, wakiwa unakimbia jamani huyu asikimbie, wakiwa unamkimbia jamani huyu asifanye hivi, wakiwa jamani asifanye hivi. Yule daktari nikamueleza, nikaenda na mtoto na nikamueleza yule daktari. Daktari akaniambia, mimi nilikuwa tu na ushauri kwako, tusijaze hapo hii changamoto yake, kwa sababu inaweza ikampelekea changamoto ya
Mungu akishaenda vile watamwekea sijui kanebo ni nini. Naona mimi nashauri tu kwamba itamletea changamoto. Kijana wangu alikuwa pembeni, akaniambia, "Mama, unafikiri mimi nitaumwa?" "Mama, mimi siumwi. Mimi sitaumwa. Daktari usijaze. Mimi sitaumwa." Daktari akasema, "Sawa kabisa. Wewe tumeelewana. Tumeenda vizuri." Kwa hiyo hakujaza. Sasa mimi nikabaki sasa huku yani. Kama zinaingia zinatoka, zinaingia zinatoka, amani na mashaka. Sasa nikasema sasa hapa kinachotakiwa mimi ngoja nitembelee imani ya mhusika. Mimi nikasema ngoja tu bwana nitembelee. Tunarudi nyumbani naambia, "Yaani mimi nakwambia kwamba ile ingekusaidia wewe." Sasa aje asubuhi wakianza sijui kusema nini. Kule kunywa kuna baridi wakianza kuamsha asubuhi wafanye. Hamna bwana mama. Nisitaumwa bwana. Nisitaumwa. Nilimshangaa Mungu na muogopa mpaka leo. Yaani ile ilikuwa fundisho kubwa sana kwangu. Mtoto alienda shule sikuwahi hata kupigiwa simu kwamba hata amelala tu kwa sababu ya kifua. Haikuwahi kumtokea kabisa mpaka akamaliza form 6. Alimaliza form 6 akachaguliwa kwenda jeshi ile wanaendaga kwenye uzalendo. Nikamwambia, "Unaenda?" "Mama, jina langu limetoka naenda jeshini." Nikamwambia, "Unaenda?" "Naenda." Nikamwambia, "Umejisahau? Unajua mazoezi ya jeshini? Unaelewa lakini kuna kule ni kusulubika." Hivyo uelewe vizuri. Ngoja tuingie kwenye simu uone. Ngoja tufuatilie uone. Tukaingia kwenye simu, tukaangalia wale wanaenda mpaka wengine amebebwa hivi, kuna binti amebebwa hivi, yani hawezi, anaenda kuweka sema. Nikamwambia, Unaona bwana? Yaani hii hali inaenda kukukuta. Sasa fikiri huyu ni msichana, hali yake imekuwa hivi. Sasa wewe wa kiume unafikiri itakuwaje? Nikamwambia, "Kwanza mimi sina hela. Si kuna madarasa yanatakiwa hayo, sijui yanagharimu shilingi ngapi, sijui 300. Mimi sasa sina hela. Kwanza usipoenda hakuna kitu chochote kinachotokea. Wewe utaendelea kuwa tu Mtanzania." Akaondoka kwa wakati huo kwa sababu mimi nimeongea kwa ukali. Baadaye akarudi akaniambia, "Lakini mama, ngoja tu niende jeshini. Unajua nikienda jeshini, unajua itakuwa hata rahisi mimi kupata kazi. Ni kwa sababu kule tunapewa cheti." Amekuja kwa unyenyekevu sana. Nikamwambia, "Kwa hiyo unaweza? Nikikupata jambo lakini mimi sina. Nikikupata jambo. Yaani usikae kabisa kwa sababu unasema mama yangu alinitia moyo. Mama alinishauri. Mimi kwa kweli vile swala mimi silibariki. Kwa hiyo kama wewe unaenda, wewe sawa. Kama umekubali, wewe sawa. Wewe nenda." Mungu akanijalia nikafanyia maandalizi ya kaenda. Kule si unajua wanakaa miezi 3 hata hawaongei na mtu wa nyumbani kwao. Kwa hiyo ni miezi 3 ile sijui hali yake. Na najua kabisa kwamba kule ni kwata mwanzo mwisho. Huwezi amini mtu wa Mungu. Tunalikaa jeshini miezi yake 3, anarudi. Namuuliza, "Ulikuwa na hali gani mwanangu?" "Sijaumwa mimi." "Mama, si nilikwambia? Mimi sijaumwa mimi." "Ulikuwa unategea yale mazoezi." "Mimi unategeaje yale mazoezi?" "Utegei. Kuna wengine mpaka walikuwa wanatoroka." Mimi sijategea. Nimefanya mazoezi." Jamani, Junior mpaka leo ni mzima. Yaani mpaka leo ni kwa sababu gani? Hapo nilikuwa ninakwambia hii nguvu ya ukiri ambayo tumeona kwenye weli. Wewe unayesema ni dhaifu, sema unaweza. Amen. Sema wewe ni hodari. Mwanangu alisema, "Mimi sitaumwa. Mimi siumwi. Yaani aliendelea kusema hivyo na mambo magumu hakukataa kuyashiriki. Alikuwa anashiriki kama kawaida. Na hakika Mungu alimponya na naamini Mungu alimponya kwa sababu ya ukiri wake kwamba yeye ni mzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ufalme tunapata tunachokihitaji kwa nguvu na kwa ukiri pia. Sema unachotaka kuwa. Yaani kile unachotaka kuwa wewe sema. Ufalme unacho. Amen. Ufalme una hicho kitu unachokitaka wewe. Wewe kiseme tu. Haijalishi mazingira yatakuwa yanakuambia nini. Sema unachotaka kukiona. Utasema kabisa kwamba wewe ni mbarikiwa na ndivyo itakavyokuwa kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utasema kwa sasa hivi sio majira yale. Utasema sasa hivi mazingira yamebadilika. Utasema vitu vyote utakavyosema, lakini swala litabaki moja, kwamba kwenye ufalme tunachukua kwa nguvu. Amen. Tunatakiwa tuseme sisi ni jasiri hata pale ambapo tunaonekana kwamba tuna udhaifu. Hata pale ambapo kuna mambo ambayo yanatuzonga sana. Kuna namna sisi tunatakiwa kukiri kile tunachokiona mbele. Amen.
wakati ule yule mgonjwa waliliharibu paa, wakamleta mgonjwa akapata uponyaji. Sisi leo nia njema tunaweka paa juu ili tupate uzima wetu na mahitaji yetu. Sema amen. Amen. Ili ni eneo letu la kuchukua kwa nguvu. Chukua kwa nguvu, mwana wa Mungu. Wakati huu sisi tunaenda kuweka paa la kanisa, chukua kwa nguvu. Hapa ndio mahala pako pa kuchukua kwa nguvu. Mwambie Roho Mtakatifu, nataka nichukue kwa nguvu. Kwenye hili eneo natakiwa nichukue kwa nguvu. Haijalishi mazingira yako yanasemaje, hali yako ya uchumi inasemaje, lakini tambua kwamba haya ni majira ya kuchukua kwa nguvu. Amen. Amen. Niliwahi kuambia tena siku nyingine kwamba kuna wakati tulikuwa kwenye kanisa nililokuwepo, tulikuwa tunanunua gari la mchungaji. Sasa kwenye kununua gari la mchungaji kuna kiasi tumepewa. Mimi nilikuwa sifuri. Yaani mimi nilikuwa sifuri. Yaani mimi nilikuwa tu napika maandazi. Nilikuwa tu ni maandazi. Alafu nimepewa kiwango cha hela ambacho kinatofautiana kabisa na mimi. Yaani kinatofautiana kabisa na uchumi wangu. Yaani kinatofautiana kabisa. Sasa mimi nikasema, ili jambo nitafanyaje? Nataka kufanya. Kutoka leo nataka kufanya. Nikapata tu wazo. Nikaenda kuambia uongozi, nataka fomu. Nataka fomu ambayo itakuwa na maelezo. Ina nembo ya kanisa na nini na nini, kitu kinachohitajika ni kwa ajili ya nini na kiasi cha pesa changu naandika pale. Sasa mimi ile fomu, yaani ile fomu sio mimi natoa kile cha kwangu alafu hao wengine wanatoa cha kwao. Yaani ile hela yangu ambayo nimepangiwa. Sina namna ya kuipata, lakini sina watu. Kwa hiyo pale nikatengeneza ile fomu, kila yule ambaye alikuwa rafiki yangu na mtu wa karibu yangu namuomba mchango. Naambia naomba mchango bwana, nichangie. Anasoma ile fomu. Mimi sina hela bwana. Andika hapo 500. Mimi naandika ile 500. Niandika ile hela. Mimi anambia sina hela bwana. Nikaandika 1000. Nikaandika 1000. Nikaandika hela. Nikajikuta nimetimiza lile lengo langu haraka la ule mchango kuliko hata waliokuwa nacho. Lakini pale nilimwambia Mungu. Yaani ile ni sehemu ambayo nilimwambiaga Mungu kile kitu ambacho ninataka. Mpendo, nakwambia nilivyomaliza kufanya vile, mimi lile jambo langu sikuendelea kuliombea. Lile jambo langu lilinifuata lenyewe. Lakini ninaamini ni Mungu aliona ile nguvu yangu. Maana napaswa kufanya. Sikwenda kulalamika kwamba jamani, uongozi wa vijana, mnaniona mimi ni kijana, mimi sina hata kazi. Sasa guest mimi nitakipataje? Mnafikiri mimi nitafanyaje? Na sikukaa kusema kwamba sifanyi. Na ninaamini hata ningekaa nisifanye, hakuna mtu angenilaumu. Yaani hakuna mtu angenilaumu kwa sababu uongozi wa vijana unajua kwamba mimi sina kitu. Unaelewa kwamba mimi ni binti ambaye sina kazi. Nauza tu maandazi. Yaani nipo tu. Lakini kwa kuwa niliamini kwamba hivi haya ndio majira yangu ya kuchukua kwa nguvu. Maana ilikuwa gari ni kitu kikubwa sana kufanya ndani ya kanisa. Na hatukuwa wengi, tulikuwa wachache sana. Nikaamini kwamba haya, hivi nikifanya hili swala, mchungaji akibarikiwa, akisema ubarikiwe, mimi si ninapokea hichi kitu ninachokitaka. Na hakika ilikuwa hivyo. Kwa hiyo wewe kwenye eneo lako hilo ulilopo, usiseme kwamba mimi sina kitu cha kuchukua kwa nguvu. Usiseme kwamba mimi sina njia ya kupita ili nichukue kwa nguvu. Wewe amini hiyo njia ulionayo. Amini hiyo njia unayoiona mbele yako. Amini hicho ulichonacho, kwa sababu hicho ndio kwa nguvu yako. Ukitoa shilingi 10,000 kwa kiwango chako, hiyo ni nguvu yako. Ukitoa 20,000 kwa sababu ya vile ulivyo, hiyo ndio nguvu yako. Yeye angaliaye nia ya ndani anajua kwa kiwango gani umefanya kwa mapana na makubwa. Yeye ni lazima ahakikishe kwamba anakupa hitaji lako kwa sababu umelichukua kwa nguvu. Amen. Hakikisha unapata nafasi yako ya kuchukua kwa nguvu. Usiendelee kulalamika. Usiendelee kusema haiwezekani. Usiendelee kusema kwamba mambo ni magumu. Wewe amini tu kwamba majira haya ni ya kwangu ya kuchukua kwa nguvu. Amen. Unaweza ukasimama, nimuombe Mungu, nimshukuru Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, ninakushukuru na kubariki kwa sababu